Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Mungu wetu ni mwema kila wakati. Wapendwa watazamaji na wasikilizaji, karibuni sana katika tafakari yetu ya leo ambayo inaongozwa na Dominika ya pili katika kipindi hiki cha Kwaresma. Nipo pamoja na wanaparokia ya Mtakatifu Yosefu Mfanyakazi Ihumwa wakituongoza katika tafakari hii. Nami mtumishi wenu ni Padre Peter Mtunga, msalesiani wa Don Bosco. Tunaingizwa katika tafakari yetu hasa tukiongozwa na masomo yetu ya Dominika hii kama nilivyosema ya pili ya kipindi hiki cha Kwaresma. Mwenye Roho Mtakatifu uangaze toka mbingu, roho zetu kwa mwanga. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Bwana awe nanyi na awe rohoni mwako. Tuombe. Mungu, umetuamuru kumsikiliza mwanao mpendwa. Uwe radhi kuilisha mioyo yetu kwa neno lako, ili kwa macho ya kiroho yaliyotakaswa tufurahi kuona utukufu wako. Kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Amina. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Yesu aliwatoa Petro na Yohane na Yakobo akapanda mlimani ili kuomba. Ikawa katika kusali kwake, sura ya uso wake ikageuka, mavazi yake yakawa meupe yakimetameta. Na tazama, watu wawili walikuwa wakizungumza naye, nao ni Musa na Eliya, walioonekana katika utukufu, wakanena habari za kufariki kwake atakakotimiza Yerusalemu. Petro na wale waliokuwa pamoja naye walikuwa wamelemewa na usingizi, lakini walipokwisha amka waliuona utukufu wake na wale wawili waliosimama pamoja naye. Ikawa hao walipokuwa wakijitenga naye, Petro alimwambia Yesu, Bwana mkubwa, ni vizuri sisi kuwapo hapa, na tufanye vibanda vitatu, kimoja chako wewe na kimoja cha Musa na kimoja cha Eliya, hali hajui asemalo. Alipokuwa akisema hayo, lilitokea wingu likawatia uvuli, wakaogopa walipoingia katika wingu hilo. Sauti ikatoka katika wingu ikisema, huyu ni mwanangu mteule wangu, msikieni yeye. Na sauti hiyo ilipokwisha, Yesu alionekana yu peke yake. Nao wakanyamaza, wasitangaze kwa mtu siku zile lolote katika hayo walioyaona. Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Nimeguswa na aya ya 33 inayosema, ikawa hao walipokuwa wakijitenga naye, Petro alimwambia Bwana Yesu, Bwana mkubwa, ni vizuri sisi kuwapo hapa, na tufanye vibanda vitatu, kimoja chako wewe na kimoja cha Musa na kimoja cha Eliya, hali hajui asemalo. Katika mstari huu wa Injili nimejifunza jinsi wanafunzi hawa wa Yesu walivyouona utukufu huko walipokuwa mlimani. Walimuona Bwana Yesu tofauti na walivyokuwa wamemzoea. Nami katika kipindi hiki cha Kwaresma ninaalikwa
kufanya mabadiliko aidha kwa tabia ambayo ninakuwa labda haiwapendezi wenzangu. Ninapaswa kufanya mabadiliko, kufanya toba, ili nami kupitia hayo niweze kuonja utukufu wa Mungu. Pia kipindi hiki cha Kwaresma ninaalikwa kutenda matendo ya huruma, kuwatembelea wagonjwa mahospitalini, kuwatembelea pia yatima walioko katika vituo mbalimbali katika parokia yetu, kuwaona wafungwa walioko magerezani, ili kupitia hao niweze kuonja utukufu wa Mungu katika maisha yangu na hasa katika kipindi hiki cha Kwaresma. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Katika injili yetu hii ya leo, mimi nimeguswa na mstari huu wa kwanza unaosema Yesu alimtoa Petro na Yohane na Yakobo wakapanda mlimani ili kuomba. Kwa kipindi hiki cha Kwaresma, mimi natafakarisha ya kwamba napaswa kuwaalika Wakristo wenzangu au wanajumuiya wenzangu au mtu ambaye namfahamu kuwa ni Mkristo lakini hashiriki ibada wala hashiriki jumuiya. Kwa hivyo inanialika kumkaribisha mtu wa namna hiyo ili na yeye aje ndani ya nyumba ya Mungu, ambapo hapa tunaona nyumba ya Mungu ilitajwa kama mlima, lakini kwa sasa sisi jumuiya ya Wakristo tunasali ndani ya makanisa kama hivi. Kwa hivyo ninaalikwa kwa kukumbusha wanajumuiya wenzangu, Wakristo wenzangu au mtu yoyote ambaye hashiriki ibada, hivyo naye nije naye katika ibada ili kusudi naye aweze kuona ufalme wa Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Katika somo la leo naguswa na ule mstari wa 35 unaosema, sauti ikatoka katika wingu ikisema, huyu ni mwanangu mteule wangu, msikieni yeye. Huyu ni mwanangu mteule wangu, msikieni yeye. Katika kipindi hiki cha Kwaresma, mtoto wa Kristo ambaye anapewa maagizo kwamba huyu ni mwanangu, msikieni yeye, ni mimi mwenyewe, ni mimi binafsi, ni mimi Mkristo niliyebatizwa, niliyepokea kipaimara. Kipindi hiki kinanitaka nishike nguzo kuu 3 ambazo ni sala, toba na kutoa sadaka. Natoa sadaka kwa watu gani? Natoa sadaka kwa jamii inayonizunguka. Nikiwa kama mwanajumuiya, napaswa kuangalia katika jumuiya yangu, katika eneo langu, ni nani napaswa kumsaidia. Na ninapomsaidia, nisijali labda huyu ni mwanajumuiya mwenzangu au huyu ni Mkatoliki mwenzangu. Mtu yoyote ambaye ni jirani yangu ni yule ambaye ananizunguka, pasipo kujali dhehebu lake. Kumbe kipindi hiki cha Kwaresma, kama Mkristo, napaswa kutoa sadaka kwa ajili ya wengine na kuwasaidia pia wengine ambao wana mahitaji mbalimbali. Tumsifu Yesu Kristo. Taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Amina. Basi ndugu zangu, injili hii ya Jumapili ya pili ya Kwaresma kwa kweli inanigusa sana, kwa sababu ni Jumapili ambayo inaonyesha jinsi Yesu alivyong'aa sura. Inanitafakarisha hasa zaidi ninapooanisha na ile Jumapili ya kwanza ya Kwaresma ambayo Yesu anajaribiwa jangwani. Hizi Jumapili mbili zimepangwa hapa kwa madhumuni kabisa katika kanisa, ambapo yanaonyesha Yesu anajaribiwa
lakini pia aishii kwenye kujaribiwa, Yesu pia anang'aa. Hizi ni Jumapili mbili ambazo zinatuonyesha picha mbili ya fumbo kuu la Pasaka ambalo tunaenda kuadhimisha baada ya Kwaresma. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba fumbo la Pasaka lina sura mbili. Limejaa Yesu akiwa anajaribiwa, limejaa mateso ya Yesu, limejaa kifo cha Yesu kama tutakavyoona Ijumaa Kuu, lakini pia haishii hapo. Picha ya pili ni kwamba Yesu anang'aa, Yesu anafufuka Pasaka. Hivyo ndugu zangu, katika maisha yetu ya Ukristo daima kuna picha mbili. Daima tunatafakari vitu viwili katika maisha yetu ya Ukristo. Hasa katika mwaka wetu huu, mwaka wa Jubilee 2025, ambapo basi tunaambiwa ni hija ya matumaini. Hija katika matumaini. Maana yake nini? Kwa nini tunatumaini? Ukitafakari kwa kina utagundua kwamba matumaini yetu makubwa yapo katika fumbo la Pasaka, kufufuka kwa Yesu. Ndio matumaini yetu. Kwa hiyo ukigundua kwamba huu mwaka mzima huu ambao ni waijaji wa matumaini, matumaini yetu yapo katika fumbo ambalo tunaenda kuliadhimisha, ambalo lina picha mbili. Picha ya kujaribiwa kwa Yesu, kuteseka kwa Yesu, kufa kwa Yesu, lakini pia anang'aa, Yesu anafufuka. Hivyo ndugu zangu, tunapaswa tuwe na matumaini katika kipindi hiki cha Kwaresma, kwa sababu tunayemtumainia ni Yesu, ni Mungu ambaye anafufuka. Aishi kwenye mateso, aishi kwenye kifo, anaenda kufufuka. Hivyo ndugu zangu, tuwe na matumaini katika Yesu. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Injili nimevutiwa kwenye mstari wa 35, sauti ikatoka katika wingu ikisema, huyu ni mwanangu mteule wangu, msikieni yeye. Katika kipindi hiki cha Kwaresma inanikumbusha kuwa yanipasa, sote tunafahamu kuwa ni kipindi cha toba, yanipasa kutubu, lakini pia kuishi katika maisha ya utakatifu, kufanya yaliyo mema, kutenda yaliyo mema, kama kutembelea wagonjwa, kuwaona yatima, kutoa mahitaji mbalimbali kwa wahitaji wote. Hivyo katika kutenda yote hayo yatampendeza Mungu. Hivyo inanitafakarisha kuwa natakiwa nifanye matendo yaliyo mema ili Mungu apendezwe nami. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Katika mstari wa 28 B ambao tunaona Yesu anawachukua Petro, Yohane na Yakobo, anaenda nao kusali. Katika kipindi hiki cha mfungo wetu wa Kwaresma unanikumbusha kufunga. Unanikumbusha ninapokuwa nimefunga ninakuwa na nguvu za kuweza kukabiliana hasa na changamoto mbalimbali za hapa duniani ambazo tunaziona leo. Zipo nyingi, matatizo mbalimbali hasa katika malezi. Ni changamoto ambayo inakuwa kwa kasi. Kwa hiyo nakumbushwa ninapokuwa katika sala kuwaombea watu mbalimbali, kuombea nchi yetu. Ndipo Bwana Yesu alienda kuomba kwa ajili yetu sisi. Kwa hiyo tuige mfano wa Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye mwenyewe alituonyesha mfano huo wa kuomba. Na mara nyingi watu tumekuwa wazembe au wavivu katika kuomba. Kumbe nimegundua kwa neno hili, katika kuomba kuna nguvu ambayo inanisaidia mimi kuyashinda ya hapa duniani. Tumsifu ni Yesu Kristo. Milele amina. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Wapendwa watazamaji na wasikilizaji, tumesikia kutoka wenzetu ambao waliotushirikisha ile mistari ambayo wameguswa nayo na tafakari ambayo walioitoa. Kwa kweli imenigusa na mimi.
Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Tuombe. Ee Bwana, kwa kupokea mafumbo matakatifu twafanya bidii kukutolea shukrani, kwani ingawa tupo bado duniani unatujalia kushirikishwa tayari mambo ya mbinguni kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana awe nanyi, nawe rohoni mwako. Awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina.